mapema. Mungu amesalia vitu umeona sasa. Maana kila siku nakwambiaga yaani hapa kipindi niko shuleni hapa. Umeona? Yaani zile chenga zile, ndio maana nakwambia yule mzize. Yaani yule hawezi kunikuta kwenye mpira. Oa mchina. Vipi ndugu yangu? Mbona mawazo mengi mzee? Hamna ndugu yangu. Kwani shida nini ndugu yangu? Mbona una mawazo mengi sana? Mwanangu, mimi nimetoka zangu huko, nikaamua jua kali nifike zangu hapa nitulie, tunipumzike mwanangu. Una tatizo lingine au umeamua tu kupumzika hapa? Hamna tatizo lolote. Hamna chochote mwanangu. Sema mwanangu, unazingwela, mimi sijakuzoea kuwa hivyo mchina msera. Hamna mwanangu, changamoto tu za dunia, ndio maana unaona saizi watu tumetulia tu, hatuna kwa kwenda. Basi kama hamna shida basi poa, mimi mwanangu, ila sijakuzoea kuwa hivyo mchina. Mimi ngoja basi nipite hivi mwanangu. Sasa ina noma, tutakutana kijiweni na hisi. Mimi nitatokea huko. Basi baridi mwanangu, mimi ngoja nipandishe, ila mwanangu hayo mawazo sio, tushirikishe si ndugu zako mchina. Haina noma mwanangu. Baridi hapo. Ubalipo wazi hili penzi tujifichia muoni, piga goti na sali, naomba penzi langu lisichanwe. Tena penzi kikohozi, shumizwa wengi sana machozi, piga goti na sali, naomba penzi langu lisichanwe. Neno staki, si speed mwendo kasi, Mama. Sina shida, shikamo yako. Mume wako nimemkuta? Hapana, hayupo. Akija, mpe taarifa zangu, mwambie kwamba nilikuja. Na mwambie. Sawa mama, nimekuelewa. Mwambie akome. Wale pale watoto zangu mimi hapa. Wala sio ndugu zake wala niambie akome na akomeshe. Hivi unanielewa? Mimi tu kama unanionea, msubiri tu mwenyewe. Akija, mfikishie ujumbe kwamba nilikuja hapa. Na usipomwambia nitarudi tena hapa. Sawa? Ndio. Kila mwaka mbebwe mwanangu, ile ujao mwanangu unaona. Ile sio penalty ile mwanangu ni halali kabisa. Ila washikaji mwanangu wameamua kubebwa ila baridi tu mwanangu. Yaani mmegoya bure. Ndio maana fakakataa, mnasema nani penalty ya kweli, sio kweli ile. Ile penalty gani na wewe? Yaani wenyewe mnapenda vya bure. Msipende vya bure nyewe, wanaume tafuteni magoli ya kweli. Mnapenda kugoa magoli tu. Ile sio penalty. Penalty gani kama ile penalty? Unapewa penalty kama ile ya kizembe. Ile sio penalty mwanadamu. Wewe unavyoona ile sio penalty mwanangu. Oya vipi hapo? Oya safi vipi? Safi. Kama kazi. Tuko pamoja eh? Kama kazi. Uzima huko eh? Kama kawa. Yes. Faza eh? Vipi hapo? Bana samani bwana, nilikuwa na shida na wewe mara moja mzee wangu. Sawa, hamna shida. Haya. Oya vijana. Yaani msikilize mzee mwenzangu. Oya. Sio kali wanangu baadaye. Usipati nabaki naumia na moyo, imenishuka imani, nabaki naumia na moyo. Tena chukua mawili tena. Mimi naenda shamba. Naenda shamba? Naenda shamba. Wewe mwanaume. Kwani wewe ulienda kwa mwenyekiti? Alafu ulivyoenda kwa mwenyekiti alitoa maamuzi gani? Kama mwenyekiti alitoa maamuzi, basi usilazimishe visivyowezekana. Sawa, shamba ina mgogoro najua. Na jana nikaenda kwa mwenyekiti. Alichokisema mwenyekiti kasema hivi, atata siji baraza la ardhi, tuwekane sawa.
Lakini cha kushangaza mpaka sasa hivi mke wangu anapokuambia bado sijajua Yohana alichokifanya kwa mwenyekiti nini wala nini. Nakushauri, sawa? Acha mimi niende shamba nikatoe mazao yetu. Alizi ipo pale pale mke wangu, mazao yanaharibika. Na mimi nakushauri usiende. Kwa sababu msije mkaa ugovu utakuwa mwingi sana. Kwa hiyo usiende, ninachokushauri mimi. Yaani unalazimisha huko angauelewe mwenye. Kwa sababu mimi anaenda nikubule huko. Kwa hiyo wewe pambana tu. Sama uende, yani sama ulazimisha ambavyo vitu vya bure. Kwa hiyo au kisana na mke wake hana rafiki. Sasa mimi naenda shamba. Sawa? Utaki unataka utajua mwenyewe. Mimi naenda shamba la kwangu. Mama Junior. Mimi nakushauri pumzika, usiende. Naenda shamba Mama Junior. Yaani kila siku kwa mgunda choe. Kila siku kwa mgunda choe. Wewe mbona una matatizo yani? Ukujirekebisha. Kwani mgunda kama hivi si ulekele? Wewe humanyile kama mihaka ya koma. Humanyize tunakuuza. Humanyile kama mihaka ya koma. Angaufe. Yaani wewe ndo angaufe. Shamba naenda. Naenda kuchoma hata mahindi. Naenda shamba. Mimi nimekuitia na jambo moja la umuhimu sana dada. Unacheza simu? Mzee wangu. Mimi nimekuita. Ndio. Lakini kukuita kwangu kuna mambo muhimu kama sio mawili basi matatu ili tuyaongelee. Sawa sawa. Jambo la kwanza ni kuhusiana na swala la baba Kashi. Ndio. Kwenye masuala yao ya mashamba. Sawa. Mzee wangu, ili swala sasa hivi limekuwa gumu sana. Na ugumu unakuja hivi. Mipaka ni vitu vidogo sana. Ndio. Lakini kama tutakuwa tunavichukulia kwamba ni kitu gani? Mipaka inaua. Kweli kabisa. Na leo amekuja mke wa Yohana nyumbani kwangu. Nimeongea naye mengi sana. Lakini pia yule mama anaonesha kabisa kuwa na yeye anaumia kuhusiana na hili. Isitoshe anasema kwamba na wewe upo katika swala la upande wa kaka yako. Mzee wangu, mimi nakuomba tafadhali. Nakuomba sana. Mimi na imani mnanisikiliza sana. Mimi naomba ili jambo tufanye liishe mzee wangu. Kwa sababu ifikie wakati lazima tukae tuelewane. Babangu mkwe. Kwenye hili kakangu kutishiwa panga. Na kuheshimu sana. Na kuomba kaa mbali babangu. Unafikiri mzee kama hatutoelewana sisi kwenye kijiji hichi hapa, naye atakuja kutuelimisha? Leo mashamba, kesho itakuja vitu vingine. Tutashindwa kusaidiana mzee wangu. Wamepelekana kwa mwenyekiti huko, wameenda wapi? Huku ni kutiana aibu wazee wangu. Mimi nakuomba, kana mzee. Miamalize haya. Hata kama wewe ulikuwa nalo kweli, kakako alitaka kutishiwa kupiga mapanga, lakini mimi sina imani kama ni kakako tu alitishiwa kupigwa panga. Kwa sababu naye alikuwa na panga. Hawa walitishiana. Kwa upande wa pili tukae tuangalie. Tuone je, hili swala liko sahihi? Na kama haliko sahihi basi tutafute suluhu ili tuweze kuwasaidia hawa watu. Please, mimi nakuomba mzee wangu. Kama na wewe ulikuwa nalo hili, naomba lifute kwenye moyo wako ili muweze kukaa na kuelewana mzee wangu. Yaani mzee, mpaka sasa sijaona suluhu. Yohana anasema kwamba atapiga mtu. Baba Kashi naye anasema kwamba ataua mtu. Hapa katikati tutakuja kuuana kwa sababu ya mashamba. Baba mkwe, sisi tunakusikiliza sana. Na tena hata kwenye familia yetu. Yaani tunakusikiliza kuliko kitu chochote. Lakini kwenye hili kakangu kutishiwa panga, aisee baba mkwe nakuomba kaa mbali sana, yani katika hili kaa mbali na sisi. Sawa? Na kesha nasali sana, usiku silali.
na kuombea dua, akupe uhai, mana mimi nawe wapenzi letu tutoachana, mimi nawe yani kufa na kuzikana, mimi nawe wapenzi letu tutoachana, mimi nawe yani kufa na kuzikana, tupo sale sale, tupo sale sale, tupo sale sale, tupo sale sale. Penzi kama kidani kifuani nilokuchomeka, achana na wasokonyoko majirani wenye heka heka. Tena wana Njoo hapa. Haya, na njoo kadhani. Njoo. Haya, saizi nawe unatoka wapi? Nataka kwa rafiki zangu. Rafiki yako wapi? Kule juu nyumba yako kule, rafiki yako ni nani huyo? Mama, kwani wewe unavyohisi unahisi mimi natoka wapi? Hamna mama, nilikuwa kwa mke wa Msondo, nilikuwa namsuka. Nasema nimepitia kule ndo nimechelewa. Mke wa Msondo gani? Mimi mwenyewe natoka huko kwa mke wa Msondo huko kumwamshia. Hivi nyote tunaomba nataka kunizoea. Haya, twende nyumbani, twende. penzi kama kidani kifuani nilokuchomeka, achana na wasokonyoko majirani wenye heka heka, tena wanakuita hani oh, penzi kuliteka, wambie misiwezekani, ubalipo wazi hili penzi tujifichia muoni, piga goti na sali, naomba penzi langu lisichanwe tena penzi